Our party leader, His Excellency the President, has retired. Na Mheshimiwa Rais, uniruhusu tu, I am not going to break this protocol. I have rarely asked you this kind of permission, but allow me to say this. I remember I was your Minister for Interior. When we had the first National Security Council in 2022. Wakati tulimaliza mkutano, you said this, and in saying this, I'm not revealing any secrets and I'm not abusing the Official Secrets Act. Wakati tumemaliza mkutano, and I've been meaning to say this in public. Mheshimiwa Rais, unakumbuka wewe mwenyewe ulituambia, with the service commanders in the room and the generals, ukasema sikiza, tuko na uchaguzi mwaka huu, lakini nataka munisikize nyinyi watu wa usalama. Mimi niko tayari kuhand over power peacefully, kwa sababu Mzee Kibaki gave me a peaceful country and I am not prepared to shed even one drop of blood. Ulituambia hivyo. Ukasema mimi niko tayari, irregardless, those are the words you used, irregardless of who is declared president, I will hand over power peacefully because I love my country na sitaki nchi yetu isumbuliwe na ushenzi huu wa siasa. Those were your words. Then you asked us, do I make myself very clear? And we all said, yes, sir, Mr. President. You asked me, Fred, you are the CS Interior. You will superintend over this arrangement. Unanielewa? And I said, yes, sir, Mr. President. And you handed over power peacefully. Tukamaliza kura, uchaguzi wote, all the reports from observers and everybody credited the security sector for presiding over a peaceful election. Tukamalizana na maneno. Na sisi tumetulia kama watu ambao tunaheshimu sheria, tunataka nchi yetu iende mbele. Lakini umefika wakati mambo yale ambayo tunaona yanafanyika, madharau na mambo ile lugha inatumika kwa rais mstaafu, haiwezi kukubalika, and we will not accept this kind of nonsense. Na nataka niseme hivi kwa sababu mimi hii siasa ni ukweli. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu. Kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza.
nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jameni? Neturateitheka. Jameni, tujue shida zetu ni shida za taifa, na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, ni turekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, ni tutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, ni tujenge barabara. Na mambo yale mengine ambaye inahusu Wakenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Na ndipo nawauliza wana Jubilee, musimame kama Wakenya. Musimame kama watu ambao wanapenda nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndiyo njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini? Kwerago illumination metha kire neo megathe ya tongoria torume ora mwatonuru bako ubere na turi o haha.